Katika hali ya kushangaza, bibi harusi alikuwa anamkimbia bwana harusi. Alimuona Boni Hiyahiya akiwa kwenye pikipiki yake, akamwambia, wewe tafadhali nioe. Yaani huyu dada amjui hata jina huyu Boni Hiyahiya wetu, ila anamuomba amuoe. Vini ambaye ni bwana harusi akamwambia Ana Laura, acha, hii ni amri. Kwani Ana Laura anamuelewa sasa? Yeye amekazana tu na Boni Hiyahiya, anamuomba aseme yes. Vini kwa hasira akasema, wewe mwanamke, alafu akamvuta bega akamwambia, hivi wewe unadhani unaenda wapi? Hii haijaisha. Ana Laura akamwambia, niache. Boni Hiyahiya kwa ujasiri akasema, oya, usijaribu kumgusa huyu mwanamke man. Sue ambaye ni dada yake Ana Laura akasema, hebu kaa mbali na hili maskini mkubwa wewe, hili halikuhusu. Ana Laura akasema, haijalishi ni mara ngapi unajaribu, sitoenda kuolewa na Vini. Sitaki na tena sitaki. Mama yake kwa hasira akamshika kidevu akamwambia, unaenda kuolewa na Vini, haijalishi unataka au hautaki. Mimi ni mama yako na tunafanya kila kitu kizuri kwa ajili yako Ana Laura. Ana Laura kwa uchungu akasema, mama, Vini anatembea na dada yangu, nimewafumania sebleni, kwa nini hauniamini? Sue akasema, kwa sababu sio kweli, acha kudanganya, hauwezi kumshawishi yoyote kati yetu. Ana Laura akasema, vizuri, sasa kama kweli unampenda, kwa nini usiolewe naye? Mimi tayari nina mtu. Yaani Ana Laura ameshajimilikisha Boni Hiyahiya wetu bila hata kusikia yesi unaambiwa. Sue kwa dharau akasema, unajimaliza kwa mtu ambaye hamjuani? Hebu muone kwanza alivyo. Kama ni dereva bodaboda tu, hii ina maana ni mtu ambaye haingizi kitu kwenye mifuko yake. Boni Hiyahiya akamwambia, Ana Laura, nimekubali kukuoa. Ana Laura akasema, unamaanisha? Jamaa akasema, ndiyo, nimekubali kuwa mume wako. Ana Laura akamwambia, usijali kuhusu chochote, ninakuahidi nitakulipa. Boni Hiyahiya akasema, tuondoke. Mama yake Ana Laura akasema, Ana Laura, tafadhali lifikirie hili, utakuwa kichaa kama unafikiria kuondoka na huyu mwanaume. Sue kwa dharau akasema, hebu muangalie huyu mwanaume, anatia huruma, hajasoma, yaani ni maskini. Boni Hiyahiya kwa hasira akasema, sijakupata mdada ndo bila kuili, mimi sio mpiga kelele za laana mtaani, wewe haujaelimishwa bado. Sue akakasirika na kwenda kumzaba kibao jamaa. Mama akasema, Ana Laura, tafadhali, haujui tunafanya hivi vyote kwa ajili yako, haumjui hata jina. Ana Laura akaona wanamchanganya tu, unaambiwa. Ikabidi amwambie huyu mpenzi wake mpya asiyemjua hata jina kwamba waondoke zao. Wakapanda kwenye pikipiki wakaondoka. Mama yake akajaribu kumuita lakini ilishindikana. Ana Laura akiwa kwenye pikipiki akawa anasema kimoyomoyo, familia yangu inataka niolewe na mtu ambaye wanamtaka kwa sababu ya urithi alioniachia baba yangu, na njia ya kuondokana nao ni kuondoka na mtu nisiyemjua. Simjui jina na sijui nitamlipa hela nyingi kwa alichokifanya. Basi bwana, Ana Laura na Boni Hiyahiya wakawa wamefika. Ana Laura akamuuliza, hapa ndipo unapoishi? Boni Hiyahiya akasema, nilijua tu hauwezi kutumia hili eneo, ila nafikiri ni vizuri kama ungeondoka na wale watu. Mwamba akawa amekasirika kweli kweli, unaambiwa. Hakuna Boni Hiyahiya ambaye anataka kudharauliwa.